Wanaonijua wanataka kuniangamiza, nyosha mkono wako Mungu wangu. Majaribu yameniandama, huduma inaharibiwa, wanaonijua. Mama anaitwa Mzee Daza na huyu ni binti yake anaitwa Happy. Nimependa watambue, wafahamu, hawa ndio waliotupatia hii nyumba tunamoishi. Waliona maisha tunaoishi hayakuwapendeza, kama kutupatia nyumba hii ili kuweza kutustiri. Mzee na Happy, huyu ni mama yangu anaitwa Maheri. Nimependa kuwakutanisha siku ya leo ili mumfahamu. Nasema asante. Asante, asante, asante. Sina neno zuri zaidi ya kusema asante. Mungu awabariki mlipochota, akawajazi, akawabariki hata afya zenu. Mungu awabariki sana. Mama Heri, ambaye mimi napenda nikuite mama mtumishi wa Mungu, kijana wetu Heri, nasema asante kwa kijana huyu ambaye kwa kweli ni kijana mzuri sana. Ameweza kunisaidia mimi kwa kuniombea. Nilikuwa naumwa lakini sasa nimepona. Nasema asante sana. Na sasa hivi nimeanza kusali na mimi. Jioni huwa namuomba binti yangu Wepi, tunafungua Biblia tunasoma. Kweli walau sasa namjua Mungu. Na kijana wako ameniponya mimi kwa maombi tu. Nilimuuliza umetumia dawa gani? Akasema ni maombi tu. Kwa kweli nashukuru, nimefurahi kwa njia ya maombi nimepona. Kwa hiyo nikushukuru sana mama. Kiukweli mimi nilikuwa sisali, nilikuwa mpagani. Nimetoka kwetu kijijini huko, ni upagani mtupu umejaa. Lakini kwa siku hiyo moja tu ambao nimekutana na kijana wako, ameniombea, nimepona kabisa. Namshukuru Mungu. Mama anasema asante kwa kijana huyu, pia kijana Heri tumishi, sema asante sana. Asante sana. Happy, sijui una kiasi chochote hapa tumpe mama? Ninayo kwenye simu baba, tutamtumia. Sawa. Basi mama, utampa namba yako ya simu, atakutumia chochote kikusaidie. Asante sana. Mtumishi, kwanza niseme nimefurahi sana kwa sababu afya yangu inazidi kuimarika. Yaani inazidi kuwa vizuri kuliko hata zamani. Nakushukuru sana kwa hilo. Lakini kilichonileta leo ni kuja kukuomba. Mimi kwetu niko kijijini. Sasa huko kwetu kuna shida. Kuna shida sana. Kuna mambo ya ushirikina, mambo ya uchawi, mambo ya majini na takataka zote ambazo nyinyi watumishi wa Mungu mnazijua na huwa mnaombea sana. Mapepo sijui na nini, watu magonjwa yasiyotibika huko kwetu baya sana. Siwezi hata kuambia. Hata mimi ile shida ulionisaidia nilipata huko kwetu. Nilikuwa nimeenda kusalimia huko, kutembelea ndugu zangu, kuna ndugu zangu. Nililala siku hii moja tu. Asubuhi nimeamka mgonjwa sijitambua. Hoi. Nilifanya kubebwa tu, kukimbizwa, kuletwa huko. Sijitambui kabisa. Kwa hiyo mpaka sasa, yani karibu miaka 20, zaidi ya miaka 20,
naumwa tu, mara nipate nafuu, mara yani hali inageuka, naumwa tena na hivi, nahangaika sababu tu ya kutumia pesa. Nimetumia pesa nyingi sana kama nilivyokuwa disia mwanzo. Kwa hiyo kwa hali kama hiyo, mtumishi, nimekaa nikafikiria sana kwamba watu wa kwetu huko kijijini kwetu wanapata shida sana. Nikawaza, nikafikiria, nikasema wale watu wanahitaji kusaidiwa. Kama unaweza kwenda kuwasaidia watu wa kwetu, na kuomba sana, nenda kuwasaidia watu kule, wanapata shida sana. Najua kwa msaada wa Mungu na kwa jina la Yesu, kama ambavyo huwa unahubiri mara kwa mara, kwa jina hilo hilo watu wa kwetu huko watakwenda kupona. Kwa hiyo nakuomba sasa, sijui kama utanikubalia ombi langu au vipi? Na kusikiliza wewe. Mzee, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Na nadhani unapotuma kwenda kufanya kazi ya Mungu, mimi kwangu ni jambo jema sana. Napenda sana kufanya kazi ya Mungu. Sitaki kuwa kama yule Yona aliyekimbia Tarshishi. Sitaki kulazimishwa kama enzi za Paulo. Unaona Paulo alilazimishwa mpaka baadaye akaenda kufanya kazi ya Bwana. Sasa mimi Mungu amenituma na ndio wakati wangu huu. Nakumbuka kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Mungu haogopi mchawi. Mungu haogopi sijui unayesema nani. Hamna mtu yeyote ambaye Mungu anaweza kumuogopa. Sasa mimi ni mtumishi wa Mungu hasa, wala sio wa kubumba. Kwa hiyo nakwambia sitaogopa mchawi, sitaogopa kinyamkera, sitaogopa yani kitu cha aina yoyote ambacho nadhani wewe kwamba kule kinakuwa ni kikwazo. Nenda napiga kazi ya Mungu. Na watu wataokoka, watamjua Mungu. Hao unaowaita leo wachawi wanaroga, unaowaita walio kufanya hivyo, hao watashuhudia. Na hao ndio watakuwa sasa wa kwanza kuwaleta watu kwa Mungu. Kwa amini mimi nitaenda. Nadhani changamoto tutakao kutana nayo ni namna ya kufika kule na namna ya kuweza kuishi kule nitakapokuwa mali kule. Hiyo ndio changamoto ninayoiona nitakumbana nayo tu, lakini kuhusu vitu vingine kwangu si tatizo. Tumishi, kuhusu kufika huko wala usijali. Kule mimi ina ndugu yangu anaitwa Ken, na tunao mji mkubwa tu kule. Hata ukienda kule ukitaka kufanya kazi zako za utumishi unaweza. Ukitaka kwenda kufungua kanisa unaweza kufungua. Hata ukitaka kufungua shughuli zako zingine za kijamii unaweza. Ni mji mzuri mkubwa tu, una shida. Tatizo ni hilo tu la mambo hayo niliyokuambia. Na hapa na bahasha mbili. Bahasha hii moja ni kwa ajili ya nauli, jinsi ya kufika huko na kufanya shughuli nyingine zote za huko, kujikimu maisha na mambo mengi. Na hata kama kutatokea na shida zingine za pesa, huyu ndugu yangu Ken anaendelea, ni mwajibikaji sana. Kuna shughuli zake kule anafanya, kwa hiyo mtaendelea na maisha. Lakini mambo yakizidi kuwa makubwa zaidi, tutaendelea kuwasiliana, tutasaidiana. Hii moja naomba ushike. Na hii nyingine ni kwa ajili ya mke wako na mambo mengine. Utamwachia yeye, ili ukienda kule usio na mawazo tena ya nyuma kwamba mke wangu si nimemwachaje na nini. Hata yeye pia asiwaze waze kusema mume wangu namna gani ameniacha vibaya. Sawa? Utamwacha hivi ili aendelee na maisha na wewe kaendelee na maisha. Basi. Nashukuru sana. Asante. Nashukuru. Kazi uliyoifanya ni kubwa. Kazi ya Mungu, unajua malipo yake Mungu anajua yeye namna ya kulipa. Na uwe na uhakika ulichokitoa kijapotea bure. Na nakuhakikishia, kwa sababu unaenda kuokoa mioyo ya watu waliopotea. Hawa watu wanaporudi kwa Mungu, maana yake wewe kuna kitu umekitenda. Wewe ndio utakuwa umeokoa wale watu wa kule. Na kuna watu wengi wanaogopa kwenda kwenye kile kijiji, kwa hiyo utakuwa umeokoa pia. Lakini unapookoa wale watu, mbinguni pia wanashangilia. Mbinguni wanaposhangilia, wewe uachwe bure. Kwa hiyo Mungu ataenda kuongezea pale ulipotoa. Na Mungu ataenda kutenda jambo kubwa kwako. Japo wewe unaona umetoa kidogo, lakini hiki ni kikubwa sana mbele zako. Na Mungu aendelee kukubariki. Amen. Amen. Asante sana. Majaribu yamenizingira mtumishi,
nikihubiri Injili kwa moyo wa kweli. Kila nikisimama, pepo wananivuta chini. Ee Mungu nisaidie, nguvu zinaisha pole pole. Changamoto naona kama mlima mbele yangu. Naomba niepukane nazo, nisivunjike moyo. Wakati mwingine najiuliza kimoyo moyo, je, bado niko sahihi kwenye wito wako? Majaribu. Mwenyekiti, tuna ugeni kidogo. Huyu anaitwa Eli Kabalika, alimaarufu kama mtumishi wa Mungu, lakini watu wengi sana wanapenda kumuita mtumishi. Kama utakuwa na kumbukumbu vizuri, kakaangu mimi alikuwa amepooza zaidi ya miaka 20 iliyopita. Alikutana na huyu mtumishi mjini. Huyu mtumishi akamwombea na kakaangu akapona kabisa. Lengo la kuja hapa kijijini ni kusaidia na kukomboa haya yote yanayotokea. Unajua mengi sana yanatokea. Mtumishi, huyu anaitwa Mwakapola, ni mwenyekiti wetu wa hichi kijiji. Kwa hiyo huyu ndo anayetudumia hapa. Tukiwa tuna shida yoyote tunakuja hapa. Nikaona si vibaya kama nikaja nikakutambulisha. Mwenyekiti, ni hayo tu, sisi hatuna mengi. Karibu sana mtumishi. Hapa ndo kijijini kwetu. Nipende kukukaribisha tena. Karibu sana. No, umeniambia kuwa anaponya. Ndio sana. Nani mtumishi wa Mungu kweli? Asante sana. Nifurahi kukufahamu. Karibu sana kiongozi. Asante sana. Karibu sana. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante sana. Mwenyekiti, sisi naomba tukuache. Mbona imekuwa mapema sana? Nadhani tutakutana siku nyingine. Asante. Anaponya? Ndio anaponya. Nimependa kusikia anaponya. We, Ken, nini? Mimi sijawahi kuona kitu cha namna hii. Na nimeshangaa watu wanapita tu. Yaani mtu amelala barabarani, sio amelala. Huyu kafa. Kafa? Ndio. Sasa watu imekuwaje kama wanajua mtu amekufa afu wanapita au wenyewe hawajui? Twende nitakwambia mbele. We. Yaani baada ya kumsaidia mtu mnasema mtakafa, kila mtu anapita. Wewe twende utajua mengi. Majaribu yamenizingira mtumishi, nikihubiri Injili kwa moyo wa kweli. Kila nikisimama, pepo wananivuta chini. Ee Mungu nisaidie, nguvu zinaisha pole pole. Changamoto naona kama mlima mbele yangu. Naomba niepukane nazo, nisivunjike moyo. Wakati mwingine
najiuliza kimoyo moyo, je, bado niko sahihi kwenye wito wako? Majaribu